alimkuta mke wake Naila mgonjwa, tena akiugulia na umwa sana. Basi kwa haraka Hidhiri akaita bodaboda kumpeleka mke wake hospitali haraka. Mara hii hakusikiza maneno ya wahenga ya kuwa haraka haraka haina baraka, na kuamini chelewa chelewa utamkuta mwana si wako. Walifika hospitali salama. Hii ilikuwa hospitali ya kijiji, lakini haikuwa bahati, maana Naila alikata roho. Inasikitisha sana. Hii haikuwa hospitali ya kijiji. Hii ilikuwa hospitali ya kijiji, lakini haikuwa bahati, maana Naila alikata roho akiwa mikononi mwa wapokezi hospitalini hapo. Yaani Waswahili wanasema kisicho riziki hakiliki. Hidhiri aliumia sana Naila wake kumtoka. Alihuzunika sana. Ukitoa maumivu ya kifo cha mama yake mzazi, haya ndo maumivu ya pili makubwa kwa kuondokewa na mkewe kipenzi Naila. Hidhiri hakuwa na furaha tena maishani mwake, akikumbuka baba yake hakuwahi kumpenda, na mapenzi ya mama yake yalikatika alipoaga dunia. Na leo Naila akamwacha, ambapo ilikuwa ndo furaha yake ya pili. Hivyo ikabaki raha, na karaha zote ni zake mwenyewe peke yake. Yeye ndo Hidhiri na Hidhiri ndo yeye. Alikuwa mpweke sana. Baada ya maziko na siku kadhaa kupita, ikawa Hidhiri kila kilala zinakuja njozi za kumuota mkewe na mama yake. Nafikiri ninaposema njozi naeleweka hapa wasikilizaji. Yaani namaanisha ndoto. Yaani bimaana ya kwamba Hidhiri ikawa zile ndoto zinamtesa, anamuota sana mama yake, lakini pia ikawa anamuota mke wake. Kiufupi tunasema alikuwa akiwaota hawa marehemu wa karibu yake.